nakuua. Umeingia kwenye mara yangu, nakuua. Mimi ndo mzee JJ, mzee mwenye hasira, mwenye roho mbaya. Umeenda, mimi ndo mzee JJ. Mimi ndo mzee JJ hapa kijijini. Nani alijua hapa kijijini? Karibu mzee wangu. Karibu. Toa kiatu huko. Acha huko. Naweza kukaa. Nyosha miguu. Geukia huko. Angalia huko. Geukia huko. Hapo sawa. Karibu sana kwa mzee Maloli. Ndio mganga. Kwangu ndio umefika. Mganga Maloli ndio mimi. Naifahamu shida yako zote. Puliza hapa. Mzee naona. Unaweza ukaweka hapa koto. Weka humu. Naifahamu sana shida yako. Nimeiota. Unasumbuliwa na jini. Ndio mganga. Na jini yako mawili, la kiume na la kike. Ndio mganga. Haya nataka kuangamiza. Na usipozingatia utaangamia. Ndio mganga. Sasa mzee wangu, nitakupa dawa kali sana. Inaitwa Maru. Hiyo ndio itakusababisha ushinde. Utaishinda fida. Ndio mganga. Nitakupa masharti. Sawa mganga. Masharti natakiwa zingatie. Usipozingatia masharti yakurudia wenyewe. Natakurudia wewe mwenyewe. Nadhani unanielewa? Nimekuelewa mganga. Nitakupa dawa. Sawa mganga. Naenda ukachimbie, ukifika nyumbani uchimbie kwenye mlango. Sawa mganga. Ingine ya kuoga usiku saa 8. Sawa mganga. Hapo nitakuwa unamaliza kazi. Sawa mganga. Mimi cha kuniletea utaniletea kiganja cha tumbili. Sawa mganga. Sawa mganga. Nakupa hii dawa. Nyosha kiganja. Hii dawa ni mojawapo kali sana. Ya kwenda kuchimbia kutumia we mzee. Alafu nitakupa mara ya pili. Nyingine nitakupa ya kufanya watoto wako. Na ukawape wafanye wazingatie sharti. Ukawape hii dawa nyingine ya watoto wako. Ukawape nao wachimbie kwenye nyumba yao wanakolala. Ili kuyazuia mali ya mashetani. Jini hilo kuja kulizuia. Dawa hii inazuia jini sije likaingia ndani. Unatakiwa uikunje. Ukunje huyu mkono na uikunje. Isichanganie. Sawa mganga. Usichanganye. Mganga, niulize swali. Niko tayari. Ni ya kuchimbia mida gani? Mchana, hii ya kuchimbia mchana. Hii usiku saa 8. Sawa mganga. Ya vijana wako. Sawa mganga. Ninashinda vita. Utashinda. Na uhakika utashinda. Sawa mganga. Unaweza ukaondoka. Usiangalie nyuma. Nyosha moja kwa moja mpaka nyumbani kwako. Sio huku, ni huku. Nenda hivi. Jihoria wapanda gerampo kama turumbe. Kuna nani? Wewe ni nani?
Nani wisaka ayona gikashaka? Nani wisaka sehemu yani huyo? We mganga. Ule nani? Kwa kuwa wale magogo ya mpa, ule sehemu yani, utikinehe. Toli hololo. Asante sana mganga kwa kunikaribisha. Bila shaka hunijui na mimi sikujui. Ila hapa nimefika kwako kwa ujio mmoja tu. Sitaki yule mzee umsaidie. Na ukimsaidia utakuwa umevuka mipaka. Takuua. Nadhani binti unifahamu vizuri. Mimi ni mzee Maloli na ni mganga nao julikana. Tutakutana kwenye anga zangu na ukiendelea kunifuatilia nitakuua. Uniwezi. Lucy vipi? Poa. Za asubuhi? Salama za mwamko. Ni nzuri tu. Habari za nyumbani? Ujambo? Jambo tu. Vipi, mbona umekaa umetulia sana? Kulikoni? Yaani hapa sielewi ndugu yangu. Kuja kisimani la wewe lenyewe limetumbukia. Wewe. Kwa tunachotaje maji kwa mfano? Hapa. Yaani tukatubuni mbinu kitafuta la wewe. Lakini Lucy, kuna kitu nataka nikuulize rafiki yangu. Niulize baba. Yaani leo nimekutana na vijana wazuri ambao sijawahi kuwaona hapa kijijini kwetu. Ni wa wapi hao? Nimekutana nao wapi? Njiani nilikuwa nakuja hapa kisimani. Hao vijana wakoje? Yaani nikwambie, yaani hao vijana wote ni wembamba. Walikuwa hao wawili. Wote wembamba, halafu wote warefu. Alafu wote wamevaa yani I say t-shirt nyeupe I say. Yaani wewe. Hao wavulana ni wa nyumbani kwetu. Wa nyumbani kwenu? Mwingine Thomas, mwingine Masanja. Ni nani? Ni akina nani? Hao ni kaka zangu. Kaka zao kabisa? Wametoka mjini. Sio na kaka wazuri, handsome wale. Umewapenda? Siwezi nikasema kwa kweli. Uwezi ukasema? Ndio. Umeshinda kusema. Sema tu niambie. Hapana. Ila niulize. Huwezi ukajua. Ila kwa muonekano wao nilivyowaona, wanatisha hapa kijijini. Ni kitu gani Mungu ametuandalia? Unasafiri. Utakaposafisha moyo wako ndipo Mungu atakapokupokea kwa utukufu. Utakaposafisha moyo wako ndipo Mwenyezi Mungu atakapokuona kwamba huyu ni mwanangu aliyejawa na utukufu ndani yake. Naomba tusome. Tutasoma kama ilivyoandikwa kwa uwezo wa Mungu. Amina. Mathayo sura ya 23 mstari wa 25 inasema, Ole wenu waandishi na Mafarisayo. Ole wenu waandishi na Mafarisayo. Wanafiki. Kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe na chano. Kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe. Na ndani yake vimejaa unyang'anyi. Na kutokuwa na kiasi. 26. Ewe Farisayo kipofu. Safisha kwanza ndani ya kikombe. Ili nje yake nayo ipate kuwa safi. Bwana Yesu asifiwe. Neno lenyewe ni tamu sana. Mungu ana haja na sisi. Safisha moyo wako, maana Mungu ana haja na sisi. Haja ya Mungu kwetu ni ipi? Mungu hahitaji kutuona sisi tunapotea. Mungu hahitaji kutuona sisi tunaenda njia asizozitaka. Mungu anataka kutuona sisi tukiwa upande wake, tukiwa safi. Sio uende upande wa Mungu ukiwa mchafu. Simaanishi uchafu wa vumbi,
simaanishi uchafu wa nywele kutokusuza kwa sabuni, simaanishi uchafu pengine wa kutokunawa kimaliza kula, namaanisha uchafu, dhambi. Amen, dhambi. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe na chanu na ndani yake vimejaa unyang'anyi. Kuna watu tunaishi nao ndani ya kijiji chetu. Wewe ni mchawi, unahudhuria ibada, unatoa sadaka, unafanya nini? Hapa neno la Mungu inasema ole wenu watu wa design hiyo. Ole wenu watu ambao mnaishi katika hizo tamaduni, mnasafisha nje ya kikombe. Sasa na mtu amepelekea maji ya kunywa, kikombe anakisafisha kizuri kabisa nje, alafu ndani kina makapi ya jana ya maziwa. Hiyo ni halali. Ndani kina makapi ya jana ya maziwa, ila kwa nje kinang'aa. Akiangalia kinang'aa kweli kweli. Amen. Mfano wa Biblia. Biblia hii ni safi kwa nje na ndani ni safi, imetakasika. Na maneno yake yalivyoandikwa, maandishi yake tu kiangalia ni masafi, na maana ya neno ndani ya neno ni safi. Amen. Kwa hiyo kama neno ndani yake ni safi, na wewe unatakiwa uwe hivyo. Unapokuja kanisani, maana yake unakuja kupokea neno la Bwana. Ni lazima ukubali kwamba mimi sitakiwi kuwa na dhambi, mimi sitakiwi kuwa mchafu, mimi sitakiwi kuwa design yoyote ambayo Mungu haimpendezi, maana amenionya. Ole wangu. Kuanzia hii leo, wana wa Mungu tutakuwa ni wasafi kupitia neno hili. Dhambi tutaziacha. Amen. Mbele yangu naona leo kuna ugeni wa kijana, sijamtambua ni nani. Naomba atupe mbele ili aweze kujitambulisha, tuelewe ni nani. Kwa majina, mimi naitwa Masanja Elias. Ni mgeni kwenye hiki kijiji na ni mgeni pia kwenye hili kanisa. Nimetokea Kaliwa. Asanteni sana. Jina lake amesema anaitwa Masanja Elias. Bwana Masanja, unamwamini Kristo? Unamwamini? Unamwamini siku zote au ni kuanzia leo? Kuanzia leo. Kwa hiyo kutoka siku za hapo nyuma ulikuwa bado hujampokea Kristo. Naomba upige magoti kidogo nikusalishe sala ya toba. Nyosha mkono juu. Nyosha mkono juu. Nyosha mkono mmoja. Unifuate kwa maneno haya. Unifuate kwa maneno haya. Nitakayozungumza inanifuata. Sawa? Ee Mungu wangu. Mungu wangu. Mimi ni mwanao. Mimi ni mwanao. Nimesimama mbele yako. Nimesimama mbele yako. Nimechuchumaa mbele yako. Nimechuchumaa mbele yako. Nimesujudu mbele yako. Nimesujudu mbele yako. Nimeapa ya kwamba. Nimeapa ya kwamba. Kuanzia hii leo. Kuanzia hii leo. Na siku zote zijazo. Na siku zote zijazo. Nitakupokea. Nitakupokea. Na nitampokea Kristo. Na nitakupokea Kristo. Na nitampokea Kristo. Na nitakupokea Kristo. Kwa hiyo nakuomba. Kwa hiyo nakuomba. Futa jina langu. Futa jina langu. Katika kitabu cha hukumu. Katika kitabu cha hukumu. Andika jina langu. Andika jina langu. Katika kitabu cha uzima. Katika kitabu cha uzima. Na niwe mwanao halali. Na niwe mwanao halali. Na niwe mwanao wa halali. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Na siku zote. Siku zote. Amina. Amen. Shosha mkono nikuombee. Ee Baba Mwenyezi Mungu uliyejaa utukufu, wenye neema, uliyeumba mbingu na nchi, tazama mwanao huyu. Karibu sana mzee. Asante. Habari za asubuhi. Salama mzee, zako amka. Asante. Zako nyumbani. Asante. Mhm. Vipi habari za hapa ofisini? Salama. Karibu mzee. Sasa mwenyekiti, mimi nimekuja ofisini kwako, kuna vijana wamekuja kutokea mjini, ni wageni wa nyumbani kwangu, wachukuli langu. Ndio. Kwa hiyo kama kawaida nimeleta taarifa kwamba tuna wageni katika kijiji chetu wametokea mjini. Sawa sawa. Mimi katika kiutaratibu wale vijana wako nimewaona tangia jana. Nimewaona wanahangaika, lakini hawakuzulika.
na imani kwamba wale vijana wako wamefika salama, hawakufanya lolote. Nimeona katika kwenye rada yangu. Mimi ndo mzee JJ ambaye nayatambua matukio ya hapa kijijini. Iweje wewe kama mwenyekiti uyatambua hayo na mimi nisiyatambue? Mzee, ndio nilichokuambia kiamini. Sawa kabisa. Unaponiuliza kwamba nimeona kwenye rada, itakuwa ni mapema mno kunitambua kwamba mimi ni nani. Ila nakupa ushauri, wale vijana wako hawakuzulika. Lakini mimi ni mwenyekiti wa kitongoji ambaye ulinichagua wewe mwenyewe, ukaniona na akili timamu. Uwezi ukanitambua ni mapema mno kwamba na mimi na wasifa gani katika kijiji hiki. Sasa wewe mwenyekiti, usijiingize kwenye hili. Diache tutamalizana nao. Lazima nilipize kisasi. Mzee JJ. Ndio. Nakupa ushauri, usiende kulipiza kisasi. Na sitaki nisikia kwamba umelipiza kisasi. Utakapolipiza kisasi, utanitambua mimi kwamba ni nani katika hiki kijiji. Na usipoliacha hilo, utambue mbele ya safari utakumbana na rungu matata. Ni hilo. Mimi ndo mzee JJ. Wewe ni mtoto mdogo sana kwangu. Nenda, lakini lazima hilo utalipata mbele ya safari na utanitambua kwamba mimi kipande cha pili ni nani. Wewe ni mtoto mdogo sana kwangu. Mimi ngoja tuende. Ikawa shughulikie. Wale wewe una nini wewe? Hivi huyu ananitambua, hanitambui? Maana mimi huyu ni kijana mdogo ambaye siwezi nikapishana naye mara 18. Wewe usinisogele. Jamani Husna. Nini kwani Husna? Mbona una uchafu kama huo? Uchafu? Hii ni Biblia Husna, uchafu. Tupa huko Biblia kitu gani? Hapana Husna, siwezi kutupa uchafu. Pius. Hivi unanichukuliaje? Sasa kwani Husna, hii ni Biblia tu, nimefanyaje ndugu yangu? Usinisogezee huo uchafu. Husna. Toka lini mimi na Biblia? Unataka kuniharibia maisha yangu? Husna, wewe ni mpenzi wangu au una ugomvi na Biblia? Naomba unitolee hizo takataka. Husna, siwezi kuweka Biblia yangu, wewe niache wapi? Siwezi. Na nikwambie kitu kimoja, wewe ni mpenzi wangu na siwezi kuacha Biblia yangu. Na ukishakuwa mke wangu, na pia utakuwa unaenda kanisani mimi na wewe. Oh, Pius. Naam. Samani. Sikujua kama atakukwaza. Unajua siku hazilingani. Yaani mimi kuna mtu alivuruga huko, najikuta wewe yani kama vile naomba tu unisamee. Maana Biblia kwako ni baraka tosha. Na neno la Mungu yani haiwezekani tukumbatiane huku umeshika Biblia. Neno la Mungu siku zote liheshimiwe. Naomba uweke Biblia, afu mimi kuna kitu nitakwambia. Unajua tena nakupenda. Mwenzio yani nisipokuona najisikia vibaya, toka tu nikukubalie. Okay, sawa Husna. Ningeshangaa jamani. Husna, mbona umekuwa mkali hivi? Kisa tu Biblia. Naiweka Biblia jamani Husna. Husna. Wewe. Nani aliyokuruhusu kubeba wewe uchafu? Mimi na Biblia ni kitu tofauti sana na sitaki nikuone tena una Biblia. Sijui umenielewa? Hapana Husna, haiwezekani hata siku moja. Wewe, unataka kunijua upande wangu wa pili? Upande gani wa pili mama? Kati ni mpenzi wangu tu, upande gani wengine wa pili sasa? Wewe ni mpenzi wangu, utakuwa mpenzi wangu. Unataka ujue upande wangu wa pili eti?